Jioni ya mpira, jioni tulivu ya Jumapili. Upepo mwanana ulipuliza taratibu katika kijiji cha Mwangaza. Wanaume walikuwa wamejikusanya uwanjani, wakisubiri mechi kubwa kati ya timu ya Simba wa mtaa na timu ya Mbogo United. Kila mtu alikuwa na hamu, kwani mechi hii haikuwa ya kawaida, ilikuwa ya heshima na kiburi. Sauti za watoto zilijaa angani, wakipiga mayowe na vigelegele. Simba, Simba, Mbogo, Mbogo. Baba Juma, kocha wa Simba wa mtaa, alisimama pembeni akiwa na sura ya mtu mwenye ndoto kubwa. Leo si mchezo wa kawaida, alisema kwa sauti ya amri. Leo tunalinda jina letu. Kwenye upande wa pili, kocha mzee Njoro wa Mbogo United alitabasamu kimya kimya. Watoto hawa wanadhani sisi ni wazee, akasema kwa utulivu, lakini leo watajua kuwa uzoefu ni silaha hatari. Kelele zilipanda. Mpira ulipopigwa mara ya kwanza, uwanja ulilipuka kwa shangwe. Neema, msichana mdogo aliyeuza maji karibu na uwanja, alikuwa amesimama na macho yakimfuata mchezaji mmoja, Kasim, nyota wa Simba wa mtaa. Alikuwa mchezaji wa kasi ajabu, lakini mwenye siri kubwa. Usiku uliopita alihisi maumivu makali mguuni, lakini hakutaka mtu ajue. Dakika ya 60, hali ilibadilika ghafla. Mbogo United walipata kona, krosi kali iliruka juu, na kabla mlinzi hajashituka, kichwa cha Hassan Mbogo kiliutuma mpira moja kwa moja wavuni. Goal! Mashabiki wakalipuka kwa furaha. Lakini Simba wa mtaa hawakukata tamaa. Dakika 5 kabla ya mwisho, Kasim alipokea pasi ndefu. Miguu yake ilimwasha maumivu, lakini moyo wake ulikataa kusalimu amri. Alikimbia kama upepo, akapiga shuti kali, mpira ukaenda moja kwa moja juu ya kipa, ukatinga nyavuni. Uwanja ulilipuka kwa vumbi, watu wakakimbia uwanjani kumshangilia. Lakini ghafla, Kasim akaanguka chini, akashika mguu wake kwa maumivu. Wote wakakimbia kwake. Neema, bila kufikiria mara mbili, akaingia uwanjani na maji yake. Mpeni nafasi, tafadhali, akasema kwa ujasiri. Alimwagia maji na kumsaidia Kasim kukaa. Macho yao yalipokutana, muda ulisimama. Kelele za uwanja zilififia, ikabaki pumzi na macho mawili yaliyokutana kwa hisia zisizojulikana. Wote walijua mechi haikuwa tu ushindani wa mpira, ilikuwa mwanzo wa hadithi mpya. Na jioni ile, jua lilipozama nyuma ya miti, kijiji kizima kilijua kitu kimoja. Mshindi wa kweli hakuwa tu yule aliyeleta bao, bali yule aliyeonyesha moyo wa kweli wa mchezo.